hata nikiweza kumkiri ya kwamba ni mwokozi wa maisha yangu, ni kwa sababu hakuna jambo mwanadamu anaweza kujifanyia ila tu aweze kuwezeshwa na Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo najua ya kwamba kila mmoja wetu anaweza kukiri ya kwamba Mungu amemtendea, kuona ya kwamba ameweza kumfikisha mpaka hii tarehe ambayo tunaelekea kumalizia mwaka. Huo mwaka wote unaweza kusema kama mwimbaji alivyosema ya kwamba umeweza kunibeba, Yesu umenibeba. Huo mwaka wote ni Mungu ameweza kukubeba ndio uweze kufika mahali ambapo umefika. Hii Sunday ambayo ndio I think ni Sunday ya mwisho ya huu mwaka. Sijui kama ndio mwisho. I think ndio ya mwisho ya huu mwaka. Kwa hivyo hii ni Sunday ambayo ni muhimu sana ya kukuja kumalizia huu mwaka katika nyumba ya Bwana, na pia kumshukuru na kumwambia ameweza kukutendea yaliyo makuu katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ninamkaribisha sana hii Jumapili ya siku ya leo ambayo ni muhimu sana na ndio ya mwisho wa huu mwaka. Kwa hivyo usikia kwamba umeweza kufanya jambo ambalo ni la muhimu sana na ambalo linastahili kuwa katika uwepo wa Bwana, kama jinsi ambavyo Daudi alivyokuwa anatamani kuwa katika nyumba ya Bwana. Hivyo nami ndivyo ambavyo natamani kumalizia nikiwa katika nyumba ya Bwana. Ni kwa sababu ukiwa katika nyumba ya Bwana kuna kuwa katika uwepo wa Mungu, kuna kubarikiwa na pia kuna kuinuliwa, pia kuna kusikia sauti ya Mungu, na huenda akakunenea kuhusu mwaka ambao unaokuja. Huenda akaweza kukupea a prophetic one ya mwaka ambao tunavyoingia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ninajua ya kwamba kama Mungu ametufikisha hapa, kuna jambo muhimu sana ambalo ameweza kutuwekea ama ameweza kutuhifadhia, kwa sababu inasemekanaga ya kwamba katika ghala la Bwana hakukosangi kitu ambacho amewekea watu wake. Bwana asifiwe. Kwa Kikuyu tunasemanga iko mbele ya Ngai etiagaga kindu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ninataka kukuambia ya kwamba kunacho ambacho Mungu amekuwekea, ni kwa sababu ya mwaka ambao unaokuja. Kwa hivyo ni vizuri tuweze kukikiri na tuweze kuambia Mungu uko tayari kupokea kipawa ambacho amekuwekea mwaka ujayo. Mimi naamini ya kwamba next year shall never be the same again. It shall never be like this year. Praise the name of the living God. Because he is a God of one level to another. Ni Mungu ambaye anajua kuinua moja kutoka kiwango kimoja hadi kingine. Sio Mungu wa kuishi mahali pamoja. Bwana asifiwe. Na najua ya kwamba mwaka unaokuja utakuja kuona ya kwamba Mungu amenitendea jambo. Kuna mahali ambapo amenitoa. Last year nilikuwa nasumbuka na jambo fulani, nilikuwa na machozi ya aina fulani, lakini huu mwaka ambao unakuja utakuja kupata ya kwamba Mungu ameweza kukutenganisha na hayo machozi, atakutenganisha na hizo hofu, atakutenganisha na hiyo ukaukiwa uliokuwa nayo mwaka huu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo najua vizuri ya kwamba Mungu angali pamoja nasi. Sasa wakati huu ningetaka tuingie katika our Bible study for today, na ninashukuru Mungu ni kwa sababu kwangu nimeweza kupata nafasi ya kufanya Bible study kadhaa. I think hii ni ya tatu. Kuna ya moja na tulisoma kuhusu about serving God. Ni vizuri tunaiguza vizuri ndio tuwe tunaikumbuka, na hiyo kitu inaweza kuingia ndani yetu, na tukaweza kusoma maandiko ambayo iko katika Matendo ya Mitume 13, na bado tutaweza kusoma hata siku ya leo, ndio hiyo kitu iweze kuingia ndani yetu na tujue maana ya kumtumikia Mungu, na ninajua ya kwamba tutaweza kubarikiwa. Tukasoma hiyo Matendo ya Mitume 13
39 na ikatuambia ya kwamba Daudi aliweza kutumikia Mungu katika kizazi chake, alafu akaweza kupumzika, na tukajua ya kwamba ni vizuri tumtumikie Mungu zile siku ambazo ametupea tuweze kuishi katika hii dunia, because the word of God says our days are numbered. Bwana sifiwe. Kwa hivyo we don't have all the time to live under the sun. There will be time hatutakuwa mahali hapa. So the time Mungu ameweza kutupea an opportunity to be alive, to be in this world, we have to be serving him. Bwana asifiwe. Na tukaweza kuangalia the requirements za kumtumikia Mungu, requirement for serving God, na tukaweza kuona ya kwamba lazima tuwe na upendo, lazima tuwe na heshima ndio tuweze kumtumikia Mungu. Na pia tukaweza kuangalia benefit of serving God, na tukaweza kuona ya kwamba tunapata kitu ambacho tunaita the fruits of Holy Spirit, matunda ya Roho Mtakatifu inaingia katika maisha yako, matunda ya Roho Mtakatifu, na tuliweza kuipata katika Wagalatia 5, na tukaweza kuona ya kwamba moja hapo kuna upendo, kuna mambo mingi hapo ambayo ni matunda ya Roho Mtakatifu. Hayo Mungu ndio anapotupea tunapoendelea kumtumikia, na tukaweza kuona ya kwamba we receive spiritual gift. Praise the name of the living God. Spiritual gift tukaona ya kwamba ni vipawa ambazo Mungu anavyotupea ndio tuweze kuendelea kumtumikia, na tukaweza kuziona katika tuliziona katika kitabu gani hatukuangalia tu, lakini zinakuanga katika kitabu wa Korintho wa kwanza pale 12. Praise the name of the living God. Na zote ziko hapo about prophecy, vipawa za uimbaji, vipawa za aina tofauti, I think zinakuanga 7, na tukaona ya kwamba hizo zote tunazipata. Praise the name of the living God. Siku ya leo ningetaka tuangalie kuhusu the challenges or obstacles in serving God. Praise the name of the living God. Zile vizuizi tunazovipata katika kumtumikia Mungu ni kwa sababu unapoamua kumtumikia Mungu, you should know that the way or the path not necessarily to be smooth. It will not be smooth. There will be obstacles. It will be love in one way or the other. Kuna vitu zitakuwa zinakuzuia, zinasema ya kwamba hautatumikia Mungu, zinakwambia ya kwamba haufai kutumikia Mungu. Kuna vizuizi, kuna vitu, there are blocks that stand before you with an intention to stop you from serving God, because even the devil himself knows whatever you are doing is very dangerous in his kingdom. Praise the name of the living God. Shetani anapoona umeamua kumtumikia Mungu, anastuka sana na anajua ya kwamba jambo ambalo unalofanya ni la kutetemesha ufalme wa giza. Praise the name of the living God. Ni kwa sababu shetani aliweza kuhukumiwa miaka mingi iliyopita. Praise the name of the living God. Na kama unavyojua historia ya shetani, alikuwa malaika. Shetani from the word go alikuwa an angel of God, a holy angel of God, and his name was Lucifer. Alikuwa anaitwa Lucifer. Lucifer halikuwa jina mbaya hapo kitambo, ilikuwa ni jina la sifa. Ni mtu ambaye alikuwa wa kuongoza katika sifa, alikuwa anasifu Bwana katika ufalme wa Mungu. Praise the name of the living God. So devil was not a bad spirit, he was a holy spirit. But the time came, akaweza kujiinua, akaona ya kwamba wameweza kutoshana na Mungu. Alipojiinua, aliweza kusushwa chini na Mungu. Praise the name of the living God. Kwa hivyo shetani alitoka katika kiti ambacho kilikuwa ni kiti cha juu sana, kiti ambacho kilikuwa ni cha heshima sana. Praise the name of the living God. Biblia inasemanga ya kwamba alikuwa anagonganisha mabawa yake, inatoa sauti kama ya kinanda.
Praise the name of the living God. Lakini kiburi ikaweza kumuingia, kiburi ikaweza kumharibu. Akaona ya kwamba ametoshana na Mungu. Mungu akamwambia ya kwamba hatuwezi ishi katika huu ufalme ukiwa na hicho kiburi. Praise the name of the living God. Kwa hivyo shetani alijikosea ni kwa sababu ya kujiona, kwa sababu ya kujigamba, kuona ya kwamba amekamilika, kuona ya kwamba ako na nguvu, ako na uwezo. Kwa hivyo hata sisi tunajifunza jambo gani kutokana na haya mafunzo ya ambavyo shetani alitoka juu mbinguni, ya kwamba kiburi ni njia moja ya kuanguka. Praise the name of the living God. So you have to humble yourself so that God can exalt you. Ndio maana hata tunasema ya kwamba unapoendelea kunyenyekea, tunaamini ya kwamba mwaka unaokuja hautakuwa jinsi ambavyo ulivyokuwa. Ni kwa sababu Mungu anaheshimu unyenyekevu. Praise the name of the living God. Tulikuwa tunaangalia kuhusu obstacles that comes when serving God, or the or what we call challenges, vizuishi zenye zinakusimamisha. Na kizuizi cha kwanza ni moja kinaitwa spiritual warfare. Spiritual warfare ni vita ya kiroho. Vita ya kiroho lazima itakuja wakati umeamua kutumikia Mungu. Unapoamua kutumikia Mungu, kama ambavyo tumesema ya kwamba shetani hafurahii wakati unavyoamua kutumikia Mungu, ni kumaanisha ya kwamba unapoamua kutumikia Mungu, shetani lazima atainuka. Praise the name of the living God. Na kama shetani hajaamka, ujue ya kwamba hujafanya maamuzi ya kweli katika kutumikia Mungu. Ni kwa sababu that is a clear assurance. Hiyo ni assurance ya kwamba lazima ainuke. Bwana asifiwe. Hata inasemekananga, ukiona katika maisha kila jambo inaweza kuenda ikiwa imenyooka, unafaa ufikirie mara ya pili. Bwana asifiwe. When the deal is too easy, think twice. Ni nini hii kitu imekuwa rahisi hivyo? Ni kwa sababu hata kwa shetani mambo yake anaanzanga kwa urahisi. Ukitaka kuwa a devil worshiper, hakuna jambo kubwa utafanya, ni kuamua kuenda kwake, na hautaanziwa na mtihani, utaanziwa na kupewa vipawa. Praise the name of the living God. That is why watu wengi wanaingianga huko rahisi sana. Ni kwa sababu wanaanziwa na kupewa mali, wanaanziwa na kupewa mali mingi, pesa, kupewa magari, kupewa maploti na nini na nini, lakini gharama yake unapolipa inakuwa kali. Praise the name of the living God. Kwa hiyo nilikuwa nasema ya kwamba shetani lazima ainuke, na ni kwa sababu ya kukusimamisha. Praise the name of the living God. Ukikumbuka wakati wa mtu alikuwa anaitwa Danieli, wakati Biblia inasemanga ya kwamba alikuwa anaomba sana. Danieli alikuwa anaenda kwa nyumba, anajifungia, anaomba Mungu sana. Na kuna wakati ilifika jambo ambalo alilokuwa anaomba likaweza kudelay, likaweza kukaa sana. Na ndio malaika wa Mungu alikuja na kusema ya kwamba ombi lako liliweza kusikika from the very first day you prayed, lakini the angels of Persia, they held your prayer on air. Praise the name of the living God. Malaika wa Persia wakaweza kushika baraka za Danieli katika anga na hazikuweza kumfikia. Siku 21 zikaweza kuisha kama Danieli hajapokea jibu la maombi yake. Bwana asifiwe. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba katika anga kunao malaika wa giza ambao wanakuanga wakikupinga, wanakuanga wakiinukia maisha yako, wakinainukia utumishi wako kwa Mungu, na wanasema ya kwamba hautakamilika, wanasema ya kwamba hautapokea chenye unaomba. Lakini niko hapa nikutie nguvu, nikwambia ya kwamba endelea kama ambavyo Danieli aliweza kuendelea mpaka baraka zake zikaweza kumfikia. Mungu aliweza kutuma malaika wake aliye na nguvu, malaika ambaye ana uwezo wa kupingana na hao malaika wa Persia.
Persia, na hivyo ndivyo alifanya. Na nafikiria ni malaika anaitwa Michael. Praise the name of the living God. Huyo akapigana na hao malaika, akaweza kuwanyang'anya jibu la maombi ya Danieli. Praise the name of the living God. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba we have to be strong. We have to be fully decided that we are moving forward and nothing will stop us. We have to be declaring that we are unstoppable. Nothing can stop us from reaching our destiny, from reaching our blessing in the mighty name of Jesus. Hakuna kitu ambacho kinafaa kukuzuia unapoamua ndani yako ya kwamba utapigana vita. That means in deciding to serve God, it's a warfare you lead. It is a waging war. Praise the name of the living God. Ni vita unainua, ni vita unatangaza, na inapokuja haufai kurudi nyuma, haufai kushindwa, bali unafaa kuinuka na kuwa mshindi. Praise the name of the living God. Because the very intention of God is you to receive victory. It is you to win. The intention of God, it is not for you to be defeated, but to receive a victory. God's intention it's for you to prevail. It is you to prosper. But the intention of the devil, it is you to fail. Praise the name of the living God. That is where we see the difference between testing and temptations. Sometimes we don't understand the difference between temptation and test. And in this sense, huenda tukakosa kuelewa vizuri ama kutranslate vizuri kwa Kiswahili, kwa sababu yote inasemekana kama ni majaribu, lakini kunayo majaribu ya shetani na kunayo majaribu ya Mungu. Praise the name of the living God. Na majaribu ya Mungu ndio inaitwa kwa Kizungu the test. Test ni kumaanisha ya kwamba unajaribiwa ndio upite. Mwalimu akiwa kwa darasa analetea wanafunzi test, jaribu ambalo ni jaribu anawaletea akiwa na nia ya hao watoto waweze kupita. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo Mungu anavyofanya kwa watu wake. Anatuletea test so that we can pass the test na tuweze kupokea ushindi. Praise the name of the living God. Anatuletea test akiomba. Ni vile mwalimu anaweza kukuletea jaribu, lakini akienda nyuma yako akikugojea ufanye hiyo karatasi na uweze kupita, anakuombea na si huyu mtoto aweze kupita, na ndio kujulikane mwalimu wake aliweza kuwasomesha vizuri. Praise the name of the living God. The same applies to our God. Anakuanga anakuletea, lakini Roho wake Mtakatifu anakuanga akikuombea uweze kushinda. Anakuanga akikuombea uwe mshindi na usiweze kuanguka. Praise the name of the living God. That is why Bible says Holy Spirit is interceding for us. He is praying for us that we may win. Praise the name of the living God. He is doing a deep intercession. Anakuombea sana uweze kushinda. Praise the name of the living God. But when we come to temptation, which we have said that it belongs to the devil, anakuanga anakujaribu, anakutempt ndio uweze kuanguka. Bwana asifiwe. Anakuletea jaribu, anakuletea kitu, anakifananisha ni kizuri na anataka tu uweze kukipokea, ama anataka ufanye jambo fulani ambalo si jambo nzuri ndio uanguke, na unapoanguka anaweza kufurahia. Unapoanguka anashangilia, ni kwa sababu anajua hivyo ndivyo anataka. Praise the name of the living God. So wacha tuweze kujipa nguvu, tuweze kujua ya kwamba Mungu anaweza kutuletea vita, na sijui kama niko na muda, lakini kama muda wetu unaweza kuwa umeisha, but our coordinator is there for us. Sijui kuna dakika ngapi? Niko na dakika 10. Asante. Nilikuwa nafikiria maybe zimeisha, lakini kama hazijaisha tutaweza kuendelea. Tukasema ya kwamba hilo jambo la warfare linakuanga sana sana na la shetani na kuwa na nia mbaya ya kukuangusha. Kwa hivyo vita inavyokuja
wacha tuweze kujua ya kwamba Mungu ametupea nguvu na ametupea uwezo, na hajatupea jaribu ndio tuweze kuanguka. Biblia inasemanga ya kwamba hawezi kutuletea jaribu ambalo hatuwezi kulipita, kumaanisha ya kwamba analeta jaribu akiwa ametupea neema ya kupigana na kushinda. Praise the name of the living God. The grace of God is sufficient for us to win the battle. Kuna wakati moja Paulo alikuwa anaomba Mungu aweze kumtolea mwimba ambao ulikuwa ndani ya mwili wake, na akaomba Mungu aweze kumwondolea, lakini jibu ambalo Mungu alimpea ni ya kwamba sitaweza kukutoa huo mwimba, but my grace is sufficient for you. Neema yangu imekutosha wewe kuendelea bado ukiwa na huo mwimba. Praise the name of the living God. Katika maisha ya kila mmoja kuna jambo unaonanga halijaenda kulingana na jinsi ambavyo unaweza tamani liwe. Kuna jambo ambalo unasikia ya kwamba linakufinyilia. Kuna jambo ambalo unaonanga ya kwamba hili ni jaribu katika maisha yangu, lakini pengine unapata ya kwamba Mungu hajakuondolea kwa wakati ambao ungetamani akuondolee. Kwa sababu gani? Mungu wakati huo hajaweza kuamua ataweza kukutolea hilo shinda. Praise the name of the living God. Lakini Biblia inasema ya kwamba kama ambavyo aliambia Paulo, my grace is sufficient for you. Neema yangu imekutosha. Wakati mwingine unaweza kuwa unang'eng'ana Mungu akutolee kitu katika maisha yako, lakini hilo sio tamanio la Mungu kukutolea hilo jambo. Ile jambo ambalo anatamani ni kukupea neema ndio uweze kuendelea. Praise the name of the living God. Na ndio maana unapatanga kuna mwingine unaweza pata anapitia shida fulani, lakini katika maisha yake bado anafurahia. Praise the name of the living God. Kuna watu unapatanga hata kiwete, hana miguu lakini ako na gari. Praise the name of the living God. Hana miguu lakini I have a friend of mine, I'm a witness. Alikuwa alikuwa mwalimu wangu wa praise and worship. Na huyo mtu hakuwa na miguu hata kidogo. In fact alizaliwa bila miguu, na ni kujipata alijipata akiwa hivyo, na hakujipata akiwa na mzazi, alijipata kwa children's home. Ndio alikuja sasa anapewa historia yake. Anaambiwa ya kwamba wewe tulikuokota kwa garbage, ulikuwa umetupwa na your parent. And we think aliweza kukutupa ni kwa sababu aliweza kuona huna miguu. Miguu yake ilikuwa tu imefika hapa kwa magoti, huko chini hakukuwa na miguu, so alijipata kwa wheelchair. Na huyo mtu niseme enyewe amepitia mambo mingi, lakini wakati huu tunaongea hivi anatubebanga na gari yake. Praise the name of the living God. Gari yake imefanywa modification, imeweza kutolewa kama ni zile za kukanyanga zinaletwa kwa mikono. So kwa steering ni mkono na kila kitu, brake zote ni anatumia mikono. Lakini hata kama ako hivyo amebarikiwa. Praise the name of the living God. Ni nini imemfanya afike hapo? It is because of the grace of God. Imeweza kumtosha, naye ameweza kujitia nguvu na kuamua na kujua na kujitambua. Praise the name of the living God. Wakati mwingine Mungu anatangaza tunajitambua jinsi ambavyo tulivyo, tunajitambua na tunajua ya kwamba we are okay before God. Kwa sababu Biblia inasemanga we are wonderfully and fearfully made. Kwa hivyo jinsi ambavyo umeumbwa hivyo ndivyo inafurahisha Mungu. Hata wakati mwingine usijaribu kujibadilisha sana, usijaribu kujifika ndio uonekane umekamilika. Vile ulivyo, ukiamini Mungu ataweza kukubariki vile tu ambavyo ulivyo. Praise the name of the living God. Amen. Sijui kama bado tunaendelea vizuri. Tuko pamoja? Kwa hivyo hilo ni jambo moja ambalo ni changamoto ambacho mtu anavyopitia wakati anapoamua kutumikia Mungu. Praise the name of the living God. Jui kama tutaweza kuguza ingine ama maybe tunaweza malizia na hiyo tu
hiyo ingine maybe tuweze kuziangalia baadaye, ni kwa sababu kuna mambo mingi sana inakujanga katika safari ya mwanadamu. Kuna obstacles mingi, ni kwa sababu hata zinafikanga mahali zingine zinakuwa physical obstacles. Praise the name of the living God. Physical obstacles ni wakati unapata ya kwamba unakutana na mambo ambayo unaona na macho, hapa ni shetani ameingililia. Praise the name of the living God. Huenda akapitia maybe kwa marafiki, huenda akapitia maybe kwa familia zetu, huenda akapitia hata kwa ndugu na madada ambao tunashiriki katika huu ufalme. Praise the name of the living God. Unaona huyu mtu ametumiwa na shetani. Praise the name of the living God. Tumewahi kuwa na marafiki na unaona ya kwamba hawa marafiki hawana mzigo na wewe, wanakuhitaji wakati wanaokuhitaji. Praise the name of the living God. Kuna marafiki tumewahi kuwa na wao, lakini unaona huyu si rafiki kamili. Huyu ni rafiki hata anaweza kukubitiri, anaweza kukufanyia jambo ushindwe. Huyu ndiye tulikuwa bado naye, huyu ndiye nilikuwa naita rafiki wa karibu. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya jambo ambalo amefanya. Praise the name of the living God. Umekuwa ukimwamini, lakini nafika mahali unakosa uaminifu ndani ya huyo mtu. Praise the name of the living God. Ulikuwa unafika mahali unaona hawa ni watu ambao tunaweza enda bali na wao, lakini unafika mahali unasikia ya kwamba hata wanaweza wakakusengenya, wanaweza kuongea mambo yako, wanaweza kuenda kuambia marafiki wengine. Hata ukiona mtu fulani, hata ukiona Mary hakuangi mtu mzuri, hata ukiona Mary anaweza fanya hiki na hiki, lakini kwako huwezi amini huyo mtu anaweza kukusengenya kwa hiyo njia. Anafanya hivyo kwa nini? Mimi hata naambianga mtu, ukisikia hivyo usikuje kulalamika, usikuje kulia, usikuje akikukomfort huyo mtu na machungu na nini. Kitu ya kwanza, shukuru Mungu. Ni kwa sababu ukiona kuna adui wanainuka katika maisha yako, kumaanisha ya kwamba there is somewhere you are going, there is something in you. Ni kwa sababu kwetu kwa Kikuyu tunasemanga mote otale matunda doikagio mahiga neihi. Praise the name of the living God. Hivyo ni kumaanisha kwamba kama mti hauna matunda, hakuna vijana wanaweza kurushia mawe. Praise the name of the living God. Hivyo ndivyo hata mwanadamu wako, kama hauna kitu, hakuna mawe unaweza rushiwa na yeyote, hakuna mtu anaweza kukusengenya. Lakini wakiona kuna nyota ndani yako, hivyo ndivyo unaanzanga kuona ya kwamba kumbe hata sina marafiki wengi hivi. Na ninaonanga hata ukiangalia inaitangwa pyramid of friendship. Pyramid ni kitu inakaa namna hiyo. Yaani ni kama hapa chini ni kubwa, lakini pale juu inapopanda inaenda ikiwa dogo. Praise the name of the living God. Kitambo ulikuwa na marafiki wengi hapa sana, lakini the more you are growing, especially spiritually, the more you get yourself without friends. Praise the name of the living God. Mimi nilikuja kurealize if you get at least even one friend, that is a very great miracle. Praise the name of the living God. That is a great miracle. Kuwa na rafiki. Bwana sifiwe. Kwa hivyo unapoona vitu kama hizo zinainuka katika maisha yako, ujue ya kwamba haiko hivyo ndio uweze kuanguka. Iko hivyo ndio uweze kujua kujisimamisha kivyako. Praise the name of the living God. Maybe I think hata wewe, sijui maisha yako mimi by the way, lakini utaangalia maisha yako hivyo, lazima upate mahali ulijipata ya kwamba you have to stand by yourself. You should not depend on those many friends that you have. Unaona? Hiyo ni Mungu anatakanga ifanyike ndio ujipate peke yako, ndio ujue Mungu. Huwezi jua Mungu ukiwa katika umati, anakutenganisha ndio umjue. Praise the name of the living God. Mungu siambariki sana na mtende mema. Tukipata nafasi tutaweza kuendelea kutoka hapo, na njua ya kwamba tutaweza kubarikiwa. Amen, amen.